Leo ni asubuhi njema tena ambayo tumepata kibali kutoka kwa Bwana kuamka vizuri. Ninawasalimu ninyi wote katika jina la Yesu. Tunashukuru Mungu kwa ulinzi wake ambaye ametulinda. Acha tushukuru Mungu katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa asubuhi njema, asante kwa ulinzi wako. Uliweza kutulinda sisi sote na walio wako Bwana, wale ambao wanakutegemea. Asante kwa sababu tumepata neema ya kuamka vizuri. Asante kwa neno lako la asubuhi ya leo. Asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye atatuongoza kunena. Asante kwa msikilizaji, asante kwa sababu Roho wako atakuwa pamoja na sisi sote. Katika jina lako tunaomba. Acha tusome neno la Mungu mara moja katika kitabu ya Matendo ya Mitume sura ya 2. Tunaanza mstari wa 37. Matendo ya Mitume sura 2 aya ya 37. Tunasoma katika jina la Yesu. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, pate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa siku ile, wakaongezeka watu yapata 3,000. Amen. Tunaendelea na kuzungumza kuhusu kitabu ya Matendo ya Mitume. Tumemaliza sura ya kwanza. Acha nirudi nyuma kidogo. Katika Biblia Agano Jipya tuna vitabu 27. Hii ni kitabu moja ambayo ya kipekee. Yalinganishwa na vile vitabu 12 ya Agano Jipya ambavyo vinaongea kuhusu historia ya Israeli. Tangu Joshua mpaka Esther ni vitabu 12 vinaongea historia ya Israeli. Hiki nacho ni kimoja ambacho kinaongea historia ya kanisa. Katika vile vitabu 27 kinaongea kuhusu historia ya kanisa. Nasema habari ya wanafunzi wa Yesu, jinsi gani walianza kazi ya kuhubiri Injili. Yesu alipowaachia kazi, kinaongea jinsi gani Yesu alianza kuhubiri, wanafunzi walianza kuhubiri Injili baada ya Yesu kuondoka kwenda mbinguni. Na kinaelezea mwanzo wa kanisa. Jinsi gani tumepata kanisa, jinsi gani kanisa lilipata kuundwa baada ya ahadi kutokea. Na ndio maana aliwaambia wasiende mara moja. Baada ya kuwafunza na hakikishia kwamba yuko hai muda wa siku 40, aliamini ya kwamba tayari amewaweka tayari. Walikuwa tayari kwa sababu alishuhudia ya kwamba ninyi mtakuwa mashahidi wangu mkihapasha habari njema. Na aliwaambia wangoje ahadi ya Baba. Alijua kwamba ni neno kubwa. Alijua ya kwamba alikuwa na shabaha. Yesu alikuwa na shabaha ya kuambia wangoje. Na mwandishi aliendelesha habari ya Yesu Kristo. Ile habari ambayo alikuwa akiongea katika Injili ya Luka. Hii kitabu ni maendeleo ya Injili ya Luka. Alitamani kuelezea watu habari ya Yesu Kristo.
mambo Yesu aliyoyatenda Yerusalemu, ushuhuda wa Yesu kwa Yerusalemu, kazi ya Roho Mtakatifu kwa Yerusalemu, ushuhuda wa Yesu Kristo kwa Samaria na Yudea yote, kazi ya Roho Mtakatifu kwa Samaria na Yudea yote, ushuhuda wa Yesu Kristo kwa ulimwengu wote, ambao mtume ndiye alianzisha kazi hiyo, mtume Paulo. Matendo ya Roho Mtakatifu kwa ulimwengu wote. Hii ndiyo ilikuwa lengo ya kitabu hii. Hii ndiyo ilikuwa shabaha kubwa katika kitabu hiki. Na katika sura hii tunaweza kukuta kuna neno kubwa katika sura hii ya pili. Neno kubwa katika sura hii ni kuvikwa nguvu za kiroho. Kuvikwa nguvu za kiroho na kuanza matendo ya kiroho. Kwa sababu ni kama mambo imebadilika tangu walipoitwa na Yesu Kristo. Tangu Yesu alipowaita, hapa ndipo tunaona mabadiliko ya ajabu ambayo imebadilika katika maisha yao. Kuvikwa nguvu za kiroho. Tuko katika hali ya upekee siku hizi. Tunakuwa katika hali ya maombi. Tunangoja makanisa tafunguliwa siku gani. Lakini ndugu yangu, ninataka kukuambia hivi, mahali ulipo endelea kungoja ahadi. Uvikwe nguvu za kiroho. Ukamilishwe katika ahadi ya Bwana. Hapo ndipo utajua kutenda mambo makubwa. Hapo ndipo utatenda yale ambayo umeahidiwa kuyatenda. Neno kubwa ni kuvikwa nguvu za kiroho na kuwa na kazi za kiroho. Jambo la pili katika sura hii ambalo tunasoma ni habari ya hotuba ya Petro. Petro baada ya kuvikwa nguvu za kiroho alibadilishwa. Alipokea kitu kipya. Kuna mambo ilibadilika katika maisha yake. Hii ndiyo maana Yesu alitaka sana wasiendelee kabla hizo nguvu hazijashuka, kabla ahadi hayatimiza kwao. Baada ya yeye kupokea hizo nguvu, kuna mabadiliko katika maisha yake. Alibadilika, akawa tofauti na jinsi alivyokuwa. Tutaendelea kuona. Kwa kweli alikuwa tofauti, alionekana akiwa tofauti. Ingekuwa ya maana sana ndugu yangu kama unaweza kuonekana ukiwa tofauti na wewe. Baada ya kutoka katika bakia kwa nyumba, baada ya kuonekana nje pamoja na wengine, ingekuwa ya maana sana uonekane ukiwa tofauti na vile vile ulivyokuwa. Inaweza kuwa ya maana zaidi kwako. Huyu muda usiwe bure kwako. Usikupotelee bure, lakini uwe muda mzuri ambao utapokea kitu ambacho haujawahi kupokea katika maisha yako. Petro baada ya siku 10 wakingoja, wakiwa katika chumba cha juu, ahadi ilipotimilika kwao, tunamuona amebadilika. Alitoka akiwa na mabadiliko ya ajabu, akiwa na ushujaa wa ajabu. Hapo sehemu ya pili ni ushuhuda wake, ni hotuba yake. Alitoa hotuba, alinena mambo ya ajabu. Na jambo la tatu ni matunda ya hotuba yake. Hotuba hiyo ambayo alitoa, maneno hayo ambayo alitoa, ilizaa matunda. Ilizaa matunda kwa sababu ni maneno ambayo ilitoka katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Ukiendelea kusoma kitabu hiki utaona mambo hayo ndugu. Ingekuwa vizuri sana kwa muda huu usome kitabu hii ya Matendo ya Mitume. Utajua jinsi gani mitume wameanza kazi baada ya kuvikwa nguvu. Na utaona jinsi gani walipokea hicho kipawa na mara moja wakaanza kazi. Na utaona nguvu ama mabadiliko walikuwa nayo. Walikuwa na nguvu za ajabu, nguvu za pekee ambazo hawakukuwa nazo tangu walipoanza kazi. Hata wakati walikuwa wangali pamoja na Yesu Kristo, hawakukuwa hivyo.
hawakuonekana na hizo nguvu. Kwanza walikuwa wanaoga, walikuwa na mashaka ndani yao, na kwa sababu ya hiyo ndio maana aliwaambia, ngojeni kwanza ahadi ya Baba. Hii ni nzuri sana, ingekuwa ya maana sana hata kwako. Ni nzuri sana ahadi ya Baba. Tungoje. Wakati muda huu uwe muda wa kungoja, usiwe muda wa kulia, usiwe muda wa kubabaika, usiwe muda wa kuhangaika, usiwe muda wa kusema nitafanya nini, dunia inaniishia. Hapana. Uhesabu kwako kwamba huyu ni muda mzuri kwako ambao utapokea kitu cha maana sana ambacho kitabadilisha maisha yako. Tangu aya 44 hadi 47 hapa tunaona matunda ya hotuba ya mtumishi wa Mungu baada ya kupokea kile ambacho walitarajia. Tulisema wiki iliyopita ya kwamba walipopanda orofani, kwa hiyo ghorofa mahali walizoea kwenda kuomba, kuna mambo walitenda hapo. Walikuwa katika nia moja, walidumu katika kuomba wakiwa katika nia moja. Acha nirudie hiyo habari. Ikiwa na wewe utangoja, ni lazima ufanye jambo. Kuna jambo ambalo linaweza kukusaidia kupokea hizo nguvu katika familia yako, katika ndugu zako. Ni lazima uwe na nia moja, uwe na hiyo nia ya upendo, muwe katika hali ya umoja. Kwa sababu kuna wakati tunaweza kusema kwamba tunafunga, tunaingia katika maombi, tunafunga, tunajitesa, lakini tunaonekana kwamba tumeomba vibaya. Neno la Mungu linasema, Yakobo amesema, mnaomba hamupate ni kwa sababu mnaomba vibaya. Hiyo ni uchungu sana. Ikiwa unaweza kusikia unatesa mwili wako, njaa inakuuma, lakini kumbe unaomba vibaya. Ni kitu kidogo sana ambacho kinaweza kuharibu hiyo nia yako, kinaweza kuharibu maombi yako, isifike, isiingie. Petro aliambia wanaume, anasema kaeni na wake zenu kwa akili na kuwapa heshima, kama warithi wa neema pamoja na ninyi, kusudi maombi yenu sizuiliwe. Sikia nikwambie ndugu yangu, ikiwa tuko katika muda wa kungoja, tuvikwe nguvu, tuvikwe vipawa kutoka mbinguni, ni lazima tufanye jambo katika maisha yetu. Fanya jambo katika maisha yako. Fanya jambo katika nyumba yako. Geuza nia yako. Geuza nia yako. Geuza mawazo yako. Uwe na moyo wa kusamehe, uwe na moyo wa huruma, uwe na moyo wa upendo katika nyumba yako, katika jamaa yako, katika familia yako, hata na wengine wale ambao mnaishi nao. Uwe na hiyo nia ya upendo. Mtumishi Paulo anasema katika kitabu ya Wafilipi, iweni na nia hiyo iliyokuwamo ndani ya Kristo Yesu. Hiyo ndiyo inahitajika katika Wakristo. Ni vizuri kuwa na nia, ile nia ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Hii ndiyo ya maana zaidi. Tuwe na nia hiyo. Tuwe na nia hiyo ndani ya maisha yetu. Nia hili ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Kiwa tunangoja. Tumesoma hapa, walipoyasikia hayo wakachomwa mioyo yao. Walipoyasikia hayo wakachomwa mioyo yao. Ni maneno gani? Si mara ya kwanza alikuwa akiongea. Petro alizoea kuongea sana, hata wakati alipokuwa pamoja na Yesu. Yeye alikuwa mtu wa kuongea sana. Lakini hakuna siku moja yale maneno yake yalichoma mioyo ya watu. Alikuwa bado hajapata hizo nguvu. Ilikuwa bado ahadi haijatimilika kwake. Ilikuwa bado hajapokea kipawa, hajapokea nguvu. Lakini Biblia inasema ya kwamba maneno hayo walipoyasikia yakachoma mioyo yao, na wakajiuliza, tufanye nini basi? Tutendeje ndugu zetu? Tutendeje ndugu zetu? Walijiuliza. Ingekuwa vizuri sana, ingekuwa ya maana ikiwa maneno yako yatachoma, yatakuwa na maana. Paulo anasema katika Wakolosai, anasema ya kwamba
maneno yenu yote yawe na neema, yakikolea mno, iweze kuwasaidia wale ambao wanahitaji, wale ambao wanasikia. Maneno yenu yote yawe na neema, yakikolea mno. Maneno ya Wakristo, maneno yako ndugu yangu, haiwezekani yawe na neema wakati wewe bado haujapokea hicho kipawa, haujavikwa hizo nguvu. Ni vizuri kwamba ukipokea hizo nguvu, hapo maneno yako itabadilika, hapo ndipo itabadilika. Hii ndiyo ilikuwa lengo la Yesu Kristo. Ndio maana alijua ya kwamba ahadi ikitimilika kwao, ahadi ikifika kwao, hapo sasa watakamilika, watafaulu kutenda kazi ile ambayo nimewaitia. Sababu yeye pia hakutenda kazi kwa nguvu zake mwenyewe, kwa sababu kila mara alihitaji baba yake, alihitaji msaada kutoka kwa baba. Kuna wale ambao akipata karama anajisikia kwamba ni yeye, anaona watu wote chini, anaona kwamba hakuna mwingine, ni yeye peke yake. Lakini huyu Roho wa kweli, Roho Mtakatifu, huyu mwalimu wa juu, huyu anageuza, anabadilisha maisha ya mwanadamu, anakufanya uwe vile ambavyo Yesu anataka uwe. Anataka tumfanane Yesu Kristo vile alivyokuwa. Petro anasema aliteswa, hajatenda dhambi yoyote, alipata shida, akawa kielelezo sisi tufuate nyayo zake. Ikiwa tutafuata nyayo za Yesu Kristo, ni lazima tupitie ile njia ambayo na yeye alipitia. Usizani ya kwamba, sikia nikwambie ndugu yangu, kazi ya injili ama Ukristo si jambo rahisi. Ni lazima kutoa sacrifice ya maisha yako. Ni kujitoa, ni kujitenga na mambo yale ambayo si ya maana. Ni lazima ufanye hatua ya kujitenga na mambo mabaya kusudi upate kupokea zile nguvu za Mungu. Yesu anasema aliteswa kwa ajili yetu, si kwa ajili yake, kwa ajili yetu. Akawa kielelezo sisi tufuate nyayo zake. Hata wakati alipokuwa akiwatuma wanafunzi wake, alisema hawa vile Baba walivyonituma na mimi nimewatuma katika ulimwengu. Yohana sura ya 17 na mstari wa 14 anasema nimewapa neno lako. Nimewapa neno. Ni neno ambalo nimewapatia, ambalo watapeleka katika kumshuhudia yeye. Nimewapa neno na ulimwengu umewachukia. Ni kwa sababu na mimi umenichukia. Kiwa ulimwengu na umemchukia yeye, ni lazima na wewe ulimwengu utakuchukia. Usishangae wakati ulimwengu utakuchukia, kwa sababu sisi si wa ulimwengu. Anasema vile mimi nisivyo wa ulimwengu, hata hawa nao si wa ulimwengu. Utasema maneno tofauti na yale ambayo ulimwengu unataka. Maneno yako ni tofauti na yale ambayo wao wanataka. Na ukitaka kufurahisha ulimwengu, basi na wewe unakuwa mtu wa ulimwengu. Ukifuata ulimwengu, na wewe unakuwa mtu wa ulimwengu. Na Yohana anasema katika nyaraka za Yohana sura, anasema ya kwamba msipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia, kwa sababu dunia na vyote vilivyomo vitaisha. Dunia na vyote vilivyomo siku moja vitaisha, vitatokea, vitaangamia. Lakini neno langu litasimama imara. Walio wangu watasimama imara. Walio wangu wataendelea. Anasema tutendeje ndugu zetu? Wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akasimama akawaambia, akiwa na ushujaa, akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mupate ondoleo la dhambi zenu,
nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana wetu wamjie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kweli. Amesimama, aliwaambia tubuni. Tubuni. Hiyo ndiyo ilikuwa shabaha ya Yesu Kristo. Kwa sababu huyu Roho Mtakatifu, lengo lake na kile ambacho natamani zaidi ni watu watubu. Katika waraka wa Petro sura ya 3 na haya ya 9 anasema, ingawa wanasema ya kwamba kurudi kwake kuna kawia, lakini hakuja kawia. Yeye anavumilia, anangoja kusudi wale ambao hatake hata mmoja apotee. Yesu hataki kupoteza hata mmoja. Kwa wale ambao alimwanga damu yake kwa ajili yao, anataka wote watubu, wote wafikirie toba. Na kwa sababu ya hiyo, lengo lake ni kwamba watu watubu. Anasema, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Hii ndiyo lengo kubwa, ndugu zetu. Hii ndiyo lengo kubwa, hii ndiyo shabaha ya kanisa, ni kwamba watu watubu dhambi zao. Watu watubu. Mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo ili mpate ondoleo la dhambi zenu. Kazi ya Roho Mtakatifu, kazi ya nguvu hizi. Petro ambaye alikuwaga mwoga sana, kwanza siku moja alimkana Yesu, najua hivyo. Lakini baada ya kupokea kipawa hiki, woga inatoka. Hakukuwa na woga tena, woga mara moja imemkimbia. Akawa na ujasiri, akawa na nguvu. Hapa maneno haya, alipotoa mambo haya, inaonekana hakika ni kama alikuwa tayari hata kufa. Hata kama wangesema eti huyu mtu anasema maneno mabaya, acha tumuue, yeye alikuwa tayari kufa, kwa sababu tayari alikuwa amekwisha kuvikwa hizo nguvu. Ahadi ya Bwana ilikuwa tayari pamoja na yeye. Inawezekana kuna wengi bado hawajapokea hicho kipawa, lakini Biblia inasema hii, aya ya 39, mwisho wa Mungu anasema hivi: kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ahadi hii si ya hao tu. Sikia nikwambie, kuna wale wanasema ya kwamba kuna madhehebu, kuna madini. Najua kuna madini tofauti. Kuna madini ambayo wanasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni wa wakati huo, sio wakati wetu. Alishuka tu wakati huo, basi imeishia hapo. Hapo ndipo imani yao inajengwa. Lakini si hivyo. Biblia si hivyo inasema. Huyu mwandishi anasema ya kwamba ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ikiwa injili inaendelea, ikiwa wamepewa huduma ya kuendelea na kazi ya Yesu Kristo, kwa nini wanaweza kulimiti eti ni huo muda tu, inaishia hapo? Hapana, si hivyo. Inaendelea. Ni tendo la kuendelea. Ni ahadi ya kuendelea wakati wote wa Agano Jipya. Wakati wowote kanisa lingali hapa duniani, ni tendo ambalo linaendelea. Kwa wale walio karibu, kwa wale walio mbali, na wale wote ambao wanamujia Bwana, wale ambao wanamuitikia Bwana
ni lazima ahadi hii itimilike kwao. Si ya muda kidogo, hapana. Si ya wakati huu, hapana. Inaendelea, ni tendo la kuendelea. Kwa sababu ni nguvu ambazo ni msaidizi. Huyu ndiye Yesu Kristo ameacha kwa kanisa. Huyu ndiye kiongozi wa kanisa. Huyu ndiye ataongoza kanisa. Biblia inasema ya kwamba katika nguvu hizo, katika ujasiri huu ambao wamepata, anasema kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wale walio watakaomjia Bwana. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu yapata 3,000. Ni neno la ajabu. Hii ndiyo ilikuwa lengo la Yesu Kristo. Hapa sasa tunaona kanisa linaanza. Hii ndiyo siku kanisa sasa limeanza. Yesu ilikuwa kusudi lake kubwa kwamba wangoje. Kuna mara wewe ukipata sauti eti wewe utakuwa mhubiri, unakimbia mara moja. Hapana. Kuna moto wa haraka haraka. Ngoja kwanza uhakikishe kama unasikia sauti ya Bwana. Kama utakuwa mtumishi, ungoje kwanza uhakikishe ya kwamba kweli ni yeye ananiita. Na ungoje kwanza uhakikishe kwamba umevikwa hizi nguvu kusudi wana mambo ya kushuhudia. Akawashuhudia kwa mambo mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Hii ni kuambia kwamba mujitenge, mutoke katika hiyo hali mlikuwa nayo. Mujitenge na kizazi cha ukaidi. Kizazi cha ukaidi ni wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Tokeni kati yao. Msishirikiane na wao. Mujitenge. Na wakati mnajitenga, mnapokea mambo mapya, mambo ya upekee. Hapa huyu mtumishi wa Mungu alikuwa na hali ya upekee. Sababu alikuwa amepokea kitu kipya katika maisha yake. Na kwa sababu yeye anasema, anawaambia watu mjiokoe na kizazi hiki cha ukaidi. Kanisa la Bwana ni lazima tuvikwe hizo nguvu. Ni lazima tuwe wa upekee. Kanisa la Mungu, kanisa la Kristo ni la upekee. Tusijichange na watu wa kizazi cha ukaidi. Watu wengi wamekuwa wakaidi. Kanisa limekuwa kama kawaida. Tumelishikilia kama kawaida. Ni kwa sababu inahitaji mabadiliko. Tunahitaji mabadiliko. Kanisa la Yesu Kristo linahitaji mabadiliko. Na ndiyo maana maneno ya siku za leo hayafanya chochote, hayachomi mioyo ya watu. Ni kwa sababu tumeshikilia kama kawaida. Ama wewe haujapokea hicho kipawa kutoka kwa Mungu. Kama umepokea, kama una kitu kipya, ni lazima watu wajiulize juu ya maisha yako. Maisha yako ni Injili. Mkristo yoyote, maisha yako ni Injili. Ni lazima watu wayatamani. Hata nasema hata kama tunaonekana watu wa chini sana, watu wa kudharauliwa, lakini tunatajirisha wengi. Bwana Yesu asifiwe. Tunatajirisha wengi. Tunawapa utajiri. Sababu huyu Yesu ambaye tunaye, alisema pale kwa Wakorintho, anasema ya kwamba kwa umaskini wake amefanyika kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri.
Una utajiri wa ajabu katika maisha yako. Na ingekuwa ya maana utajirishe hata wengine. Usiwe wako peke yako. Usiwe mchoyo. Wakristo wengi wamekuwa wachoyo. Wanajiona wenyewe. Hapana. Wewe si wewe mwenyewe. Si wewe mwenyewe, kwa sababu hata wewe na wewe umenunuliwa kwa bei ya thamani. Paulo anasema, ninyi si wenyewe kwa kujitawala, kwa sababu mumenunuliwa kwa bei ya thamani. Kuna yule alitoa gharama. Kuna yule alitoa gharama kusudi uwe hivi ulivyo. Ama haujaelewa. Kama kuna yule ametoa gharama kusudi na wewe uwe hivyo ulivyo. Kiwa kuna yule ametoa gharama, ni lazima na sisi tutoe gharama kwa ndugu zetu ambao wanaangamia, wako katika hali ya upotevu. Ndio maana Paulo anasema, Korinto wa kwanza sura ya 9 na aya 27, anasema, ninautesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe ninahubiri wengine, mimi niwe mtu wa kukataliwa. Huyu mwili ambao tunao ni mwili ambao tutauvua siku moja. Ni mwili ambao ni kama tunauvaa kama hivi ninavaa hii koti. Ni udongo ambayo itarudi katika udongo. Biblia inasema ni ardhi ambayo itarudi katika ardhi, lakini nafsi ya uhai ambayo Mungu ametia ndani yako. Huyu ndio mtu yule aliye kati yako, aliye ndani yako. Na Yesu anasema, msiwaogope wale wanaoua mwili, lakini ogopeni wale ambao wanaua mwili na nafsi, mwili na roho. Ndugu zangu, tusiendelee kupatia mwili wetu nafasi sana ili iweze kututenga. Unaweza ukakosa lengo lako. Shabaha ya Yesu Kristo kwa ajili ya wanafunzi wake kuambia kwanza wangoje, alikuwa anataka wavikwe nguvu zitokazo juu. Nguvu zitokazo juu. Alikuwa anataka wawe mashujaa wa Injili, waenende na Injili. Alikuwa anataka wazae matunda. Tunasema hii kitabu ina sehemu 3. Kwanza ni kuvikwa nguvu. Zile nguvu zimeshuka. Ni Pentekoste. Ukisoma hii kitabu hizo haza kwanza ni jinsi gani Pentekoste imeshuka. Na sehemu ya pili ni hotuba ya Petro. Baada ya kuvikwa hizo nguvu, alitoa hotuba. Na sehemu ya 3 ni matunda ya hotuba yake. Hiyo hotuba yake, hayo maneno yake yamezaa matunda. Ni ajabu. Kanisa limezaliwa siku hiyo. Hiyo siku ndio mwanzo wa kanisa. Kanisa limezaliwa. Anasema, nao waliposikia neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Haleluya. Hiyo ni ajabu. Siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Walikuwa 120 katika chumba. Walikuwa 120. Na walipotoka hapo, walitoka wakiwa na mabadiliko ya ajabu katika maisha yao. Walikuwa na mabadiliko makubwa. Mtumishi wa Mungu alikuwa amekwisha kubadilishwa. Alikuwa amekwisha kuvikwa nguvu za ajabu. Nguvu ambazo zimemwezesha kufanya kile ambacho ameitiwa kukifanya. Kuna kile ambacho umeitiwa kukifanya. Kuna kile ambacho unastahili kukifanya. Kuna kile ambacho umepewa kukifanya. Kuna jukumu ambalo kila Mkristo ameachiwa kukifanya, lakini haiwezekane ufanye kwa nguvu zako. Haiwezekane ufanye peke yako. Ni lazima ahadi hii itimilike kwako. Ni lazima ahadi ya Bwana itimilike katika maisha yako. Ikiwa utafanya jambo,
Ikiwa utatenda jambo, hautatenda kwa nguvu zako, hautatenda peke yako. Hapana, ni lazima uvikwe hizi nguvu. Ni lazima nguvu za Mungu zishuke katika maisha. Ahadi ya Mungu itimilike ndani ya maisha yako, ili uweze kufanya chochote ambacho utakifanya, kile ambacho unastahili kukifanya. Nao waliposikia neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. 3,000 wakaongezeka kwa sababu yale maneno ambayo mtumishi wa Mungu alisema, inawezekana yalikuwa na moto ndani yao. Sawa, alisema, Biblia inasema wakachomwa mioyo yao. Wakachomwa mioyo yao. Maneno hayo ilichoma. Ilikuwa inachoma. Neno ambalo linatoka kwa Roho Mtakatifu linabadilisha, linageuza. Linabadilisha nia ya mwanadamu. Linachoma maisha, linachoma. Sababu lina nguvu. Lina nguvu kutoka juu, lina nguvu kutoka kwa Mungu. Acha tuongozwe na Roho Mtakatifu. Usijiongoze peke yako. Kwa sababu ukijiongoza peke yako, maneno yako yatakuwa hayana faida. Maneno yako yatakuwa hayana maana. Kwa sababu ni lazima ujue yale ambayo unayatoa. Yesu alisema katika Injili ya Mathayo ya kwamba kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Yale ambayo unayatoa utahesabiwa haki, kiwa yanatoka katika uweza wa Roho Mtakatifu, kiwa yanaongozwa na nguvu za Mungu. Lakini kama ni yako peke yako, kuna maneno watu wanatoa inazuia wengine wasikuje. Inaambia wengine eti msinifuate mahali nilipo, hata kama ni Wakristo. Wewe ni Mkristo, umeokoka, unaenda kanisani kila Jumapili, unaenda kwa vyumba vya maombi, unafunga, lakini maneno yako inaambia wengine kwamba msinifuate. Ni ajabu. Tujirekebishe wa ndugu. Chunguza maisha yako. Hii ni muda wa kuchunguza maisha yako. Je, maneno yangu ninayoyatoa? Paulo anasema katika Waefeso, anasema maneno yasiyokuwa na maana yasitoke vinywani mwenu. Maneno yasiyokuwa na maana yasitoke vinywani mwenu. Maneno haya yalichoma mioyo ya watu. Acha maneno yako yafanye kazi. Acha maneno yako yawe na neema kwa wengine, yawabadilishe, yawalete, kwa sababu ndiyo lengo kubwa la Yesu Kristo. Hataki hata mmoja potee. Ikiwa ndugu yako atapotea kwa ajili yako, na wewe unajiita Mkristo, ndugu yangu, tafadhali tubadilike. Tuombe, tuingie katika muda wa maombi. Tungoje ahadi ya Bwana. Tungoje kuvikwa nguvu zitokazo juu. Ni Roho Mtakatifu atatenda kazi, atabadilisha maisha yako. Huwezi kubadilika peke yako kama haujaongozwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema wanaoongozwa na Roho wa Mungu hawa ndio wana wa Mungu. Warumi sura ya 8. Wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Acha kanisa la Kristo liongozwe na Roho wa Mungu. Acha Roho wa Mungu aongoze kanisa. Tukiongozwa na Roho, hapo sasa tutazaa matunda. Tutazaa matunda mema. Yesu anahitaji kuona matunda yale ambayo kanisa linazaa. Matunda ya kanisa ni gani? Ni kuona watu wengine wanatoka katika dhambi, wanakuja, wanaokoka, wanamfuata Yesu Kristo. Hii ndiyo lengo, hii ndiyo shabaha ya Yesu Kristo. Matunda ya kanisa, matunda yako kama kanisa. Wewe ni kanisa la Bwana. Wewe binafsi ni kanisa. Wewe binafsi, Yesu ana haja na kuona matunda ambayo unazaa katika maisha yako. Unazaa matunda gani? Ni matunda gani ambayo watu wanachuma kwako? Watu wanachuma matunda gani katika maisha yako? Inawezekana unakuwa uchungu kwa watu kila mara. Kila mara kuna watu ambao ni wachungu kila mara kwa watu wengine. Geuza maisha yako ndugu yangu. Ubadilike. Muda huu wa upekee,
muda huu wabaki kwa nyumba. Usiwaki kwa nyumba hivi tu, isikupitie bure. Ingekuwa ya maana sana tutoke tumejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Tutoke tumebadilika, kwa sababu tuna muda wa kusoma neno la Mungu. Tuna muda wa kuzungumza na Yesu katika neno lake. Tuna muda wa kushirikiana sisi wenyewe kwa familia. Unajua Ukristo unaanza katika nyumba. Kuna wengi ambao Ukristo wao ni wa kanisani tu, lakini kwa nyumba ni shida. Lakini Paulo anasema katika Timotheo, anasema yeye asiyejua kutunza nyumba yake, familia yake, ni mubaya kuliko yule asiyeamini. Acha siku hizi uwe muda mzuri wa familia kuwa pamoja, kushirikiana pamoja, kuwa na nia moja. Hapo sasa tayari ninyi ni kanisa la Bwana. Karibishani. Yesu Kristo awe wa kwanza katika nyumba yenu. Muda huu tukikutana siku moja sisi wote, tukienda kanisani, moto itawaka, kwa sababu tumekuwa na muda wa kutengeneza maisha. Tumekuwa na muda wa kushirikiana sisi wenyewe. Unajua unaweza kuwa kizuio hata kwa kanisa ikiwa wewe kwa nyumba yako wewe ni kikwazo kila mara. Ukristo si kanisani, hapana. Kristo ni katika nyumba. Na hapo ulipo Yesu yuko pamoja na wewe. Yeye Yesu Kristo ni mwenea pote, anaenea mahali popote, kwa wakati wowote. Mahali popote ulipo yuko pamoja na wewe. Mupatie maisha yako, upatie moyo wako. Tengeneza maisha wewe na familia yako. Mtengeneze maisha. Muwe na nia moja. Muwe na huo uhusiano pamoja. Muwe na uhusiano pamoja. Najua kuna wengi ambao hawana uhusiano mzuri katika familia. Ni magomvi kila wakati, hakuna kusemezana, hakuna kuongeshana. Hiyo ni uchungu mkubwa. Hiyo ni uchungu wa ajabu. Ikiwa wewe kwa nyumba yako hauongeshane na mume wako, hauongeshane na bibi yako, hiyo ni uchungu mkubwa. Suruhisha jambo, suruhisha jambo. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kubadili maisha, ni kubadilisha maisha. Acha Roho Mtakatifu aingie ndani ya maisha yako, abadilisha maisha yako uweze kuwa Mkristo. Sudi uzae matunda mazuri. Yesu anahitaji kuona matunda katika maisha yako. Anahitaji kuona ukizaa matunda katika maisha yako. Hapo ndipo sasa utakuwa wa maana mbele za Bwana. Hapo ndipo utajua kutimiza lengo ama ile ambacho jukumu lile ambalo Yesu amekuitia. Kila Mkristo umeitwa kwa lengo la kufanyika mhuduma wa Yesu Kristo, kwa ile kazi ambayo Yesu alikuwa nayo hapa duniani. Bwana akubariki ndugu yangu. Bwana awe pamoja nawe. Tungoje tupokee nguvu za Roho Mtakatifu ili tuweze kuendelea na kazi ya Mungu. Tutaendelea wiki ijayo. Tutaendelea na habari hii ya kitabu hiki, na tutaendelea kuona katika siku hii ina maana gani zaidi. Ni moja katika siku 7 ambazo Mungu alimwambia Musa aambie wana wa Israeli watenge hizo siku 7 ambazo watakuwa zimeitwa makusanyiko matakatifu. Hii ni moja katika siku hizo. Siku 7 ambazo ziliitwa makusanyiko matakatifu ya Bwana. Bwana alihitaji watenge siku hizo ambazo watakuwa pamoja na yeye. Bwana kila mara anahitaji kwamba tutakuwa pamoja na yeye. Tutaendelea wiki ijayo, tutaendelea kuzungumza kuhusu siku hizi ambazo Mungu alimwambia Musa azitenge ili ziitwe makusanyiko matakatifu. Tutaona jinsi gani, na hii ya leo hii siku ya Pentekoste ni moja kati ya siku hizo ambazo zilitengwa. Mungu alimwambia Musa zitenge, ziitwe siku makusanyiko matakatifu. Ni siku za kuwa na ushirika pamoja na Mungu. Acha tuombe Mungu kwa ajili. Nataka kukuombea ndugu, ikiwa inawezekana una shida fulani, inawezekana una matatizo fulani, ninataka kukuombea. Bwana awe pamoja na wewe. Bwana aendelee kukutembelea mchana wa leo.
Bwana akutane na wewe na jamaa yako ili muweze kufaulu kwa kazi ile ambayo amewaitia. Ni lengo kubwa ambayo amekuitia. Anataka sana uwe mfuasi wake. Anataka kila mmoja wetu awe mfuasi wake na utimize jukumu lako ile ambalo Mungu amekuitia. Acha tuombe Mungu. Asante Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru Mtakatifu. Ninasema asante kwa neno lako. Ninaombea ndugu ambaye amesikia neno na wale ambao hawajasikia, wale uliowaita kwa kusudi lako Bwana. Asante kwa sababu wewe ni muangalizi wa mioyo ya wanadamu. Wewe unawajua wale uliowaita Bwana. Wewe unawajua hata wale wamo katika hali ya upotevu. Wale bado hawajakujua, unawajua. Unahitaji kuona watenda kazi ili waweze kuingia katika shamba hilo, waweze kuwaokoa watu hao, waweze kuwafikishia injili ya uzima, injili ambayo inaleta uzima. Ninaombea huyu ndugu ambaye tayari amekujua, lakini ana shida katika nyumba yake, ana matatizo katika nyumba yake. Ninakemea yule mwovu ambaye analeta matengano, analeta mafarakano katika nyumba yake. Ninamkemea katika jina la Yesu Kristo. Bwana, Roho Mtakatifu awatembelee. Roho Mtakatifu aonekane katika maisha yao. Roho Mtakatifu ambaye ni mkufunzi wa wajinga awazungumuzie. Azungumuze na yule mama, azungumuze na yule baba, azungumuze na wale watoto. Hii familia ninaiombea Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu kwa walio wako. Ninaombea jamaa lako Baba, wale uliowaita Yesu Kristo. Ninawaombea Yesu. Ninawakabidhi katika mikono yako. Roho Mtakatifu watie nguvu. Roho Mtakatifu anongoneze na mioyo yao. Roho Mtakatifu aendelee kuzungumza nao. Fungua milango ya baraka katika kila nyumba, katika kila jamaa. Wasiendelee kufa moyo. Kuna wale ambao hawana chakula. Bwana, wewe ni Bwana wa uzima. Acha uonekane katika maisha yao. Wapate namna watalisha watoto wao. Wapate namna watalipa nyumba. Kuna wengi wanakosa hata pesa za kulipa nyumba. Bwana, ninawaombea. Fungua milango ya baraka Yesu Kristo. Wewe ni Mungu asiyebadilika. Wewe ni yule jana na leo hata milele. Watendee mema Yesu Kristo ili waweze kupata nafasi, waweze kupata chochote Bwana. Asante Yesu Kristo. Uwe jibu nzuri katika mahitaji yao. Sijui wanahitaji nini, lakini wewe unajua. Kwa sababu wewe ni muangalizi wa mioyo ya wanadamu. Uwe jibu nzuri katika mahitaji yao Yesu Kristo. Wakuelekee, wakuinulie uso wao, wakutumainie wewe. Kwa sababu neno lako linasema ya kwamba wanaokutumainia, wanaokuinulia uso hawatatahayarika na hawatakosa chochote kilichochema. Asante kwa sababu ni wewe utawatendea mema. Ni wewe utawasaidia kwa kukutazama wewe Yesu Kristo. Amani yako Baba itawale maisha yao. Wale ambao ni wagonjwa ninawaombea Yesu Kristo. Mkono wako wa uponyaji utande juu yao. Gusa kila mmoja. Warudishie afya yao mara tena. Wasikie nguvu ili waweze kuendelea kufanya kazi yako. Wema wako na utukufu wako Yesu uonekane katika maisha yao. Ni katika jina lako Yesu tunaomba. Amen. Muendelee na amani. Amen.